katika watu waliodhihirisha bidii kwa Mungu kupita wote Tanzania, mimi kwa vipimo vyangu Kulola ametuzidi wote waliodhihirisha bidii kwa Mungu. Kulola atuzidi waliodhihirisha bidii ya kuomba kutaka uwezo wa Mungu uonekane kupitia maombi tu. Kakobe katuzidi wote. Kama unataka kwenye maisha yako ufanikiwe, jema mtu anaweza kufanya kuliko wewe, likubali, lipokee, lichuchumilie, litafute kwa gharama yoyote, wala usikusanye jema lake na udhaifu wake, kwa sababu hata wewe hapo ulipo haujawa perfect kwa kila kitu, haufanyi vizuri kwa kila kitu. Hapo ulipo, mimi hapa nipo chini, mbarikiwa mimi, sifanyi vizuri kwa kila kitu. Ushinde ubaya kwa wema, utakatifu mashakani. Akina TB Joshua walikuwa aina fulani ya maisha, mpaka ukiangalia unasema nini la kujifunza. Tuache akina TB Joshua, njoo kwa Kulola. Njoo kwa Kulola. Kulola kila siku alikuwa anaomba kuanzia saa 6 mpaka saa 10 alfajiri, kila siku usiku, saa 6, saa 7 mpaka saa 10. Kulola ni mtu aliyetembea maeneo mengi akitaka watu wajue Mungu. Ni Mungu wa kiwango gani? Lakini ulikuwa moyo wajue Mungu, watende mema. Kulola amesogelewa na watu wengi wenye mali, hakuwaleta karibu kwa faida yake, aliwaweka mbali ili wasije wakaribu kitu alicho nacho. Kulola akapata mateso mengi akiwa anajaribu kutetea kilichotakiwa kanisa la Mungu liwe hivyo. Akapata mateso mengi sana kwa sababu nusura wao. Ni moja mtu aliye mfano wa kuigwa kwa namna ambavyo hana aliyemdhulumu, hana anayejitokeza kwamba alinifanyia vibaya. Hakuna mwanadamu anajitokeza atoe ujumbe wote mimi alinifanyia vibaya. Hamna. Na ukumbuke, kukutana na watu wengi, kukutana na makundi ya watu, na katika wengi hao hamna naye mlaumu. Mimi kitu nilichosema, katika watu waliodhihirisha bidii kwa Mungu kupita wote Tanzania, mimi kwa vipimo vyangu Kulola amewazidi wote. Kulola ametuzidi wote waliodhihirisha bidii kwa Mungu. Kulola atuzidi waliodhihirisha bidii ya kuomba kutaka uwezo wa Mungu